Kilimo ni uti wa mgongo. Sekta ya kilimo ina mchango mkubwa katika uchumi wa nchi kwa kuichangia takribani 28% ya pato la taifa, yani GDP, na kutoa ajira kwa zaidi ya 65% ya nguvu kazi ya nchi. Pia imekuwa ni chanzo muhimu cha mapato ya kigeni kutokana na mauzo ya mazao ndani na nje ya nchi, na kuhakikisha usalama wa chakula na kuongeza ajira kwa vijana wa kike na wa kiume. Serikali, taasisi binafsi na wadau wa maendeleo wamekuwa na jitihada za pamoja za kukuza sekta ya kilimo kwa lengo la kuongeza ajira kwa vijana wa kike na wa kiume, upatikanaji wa mbegu bora na pembejeo za kilimo, na utoaji wa mafunzo kwa wakulima juu ya mbinu bora na teknolojia mbalimbali za kilimo. Sanjali na hilo, shirika la AGRA limekuwa mstari wa mbele katika kuhamasisha na kutekeleza miradi mbalimbali ya kilimo nchini Tanzania. Shirika la AGRA limekuwa likisaidia kuboresha uzalishaji wa mazao kwa kurahisisha upatikanaji wa mbegu bora, pembejeo za kilimo na teknolojia za kisasa kwa wakulima. Pia AGRA inashirikiana na serikali ya Tanzania na wadau wengine kuimarisha miundombinu ya masoko, ajira kwa vijana wa kike na wa kiume. Tangu mwaka 2024 mpaka sasa, Mastercard Foundation wamefadhili mradi kwa kushirikiana na shirika la AGRA unaoitwa YEFA, yaani Youth Entrepreneurship for Future Agriculture, unaotekelezwa na mashirika mbalimbali, mfano Smart Village Foundation, Wezesha, ACT, TAP, BDS, Ricolto, Voyota, ikiwemo shirika la Nyakitonto Youth for Development Tanzania, yaani NYDT. Mradi huu unatekelezwa katika mikoa ya Kigoma, Katavi na Rukwa iliyoko magharibi na kusini mwa nchi ya Tanzania. Nyakitonto Youth for Development Tanzania, yaani NYDT, ni taasisi isiyo ya kiserikali ambayo makao makuu yako mkoani Kigoma. Kwa majina naitwa Ramadhani Joel Nkembanyi. Mimi ni mkurugenzi wa shirika la Nyakitonto Youth for Development Tanzania, ambayo makao makuu yake yako mkoa wa Kigoma, halmashauri ya manispaa Kigoma Jiji. Tunawashukuru sana AGRA pamoja na Mastercard kwa kutupa jukumu la kuwafikia vijana ambao tunatekeleza programu ya YEFA katika mkoa wa Kigoma, mkoa wa Katavi pamoja na mkoa wa Rukwa. NYDT inashirikiana na serikali katika kutekeleza miradi mbalimbali ya maendeleo, hasa zaidi miradi ya kilimo, katika kusaidia kutatua changamoto zinazowahusu wakulima na kuongeza uzalishaji pamoja na ajira kwa vijana wa kike na wa kiume. Kabla ya kuanza mradi wa YEFA, wakulima, hasa vijana wa kike na wa kiume, wauzaji wa pembejeo, wanunuzi na wasindikaji na wachakataji wa mazao walikuwa wanapata changamoto mbalimbali kama vile. Kwa majina naitwa Stamili Yasini Mitima, ni mkulima wa kijiji cha Kandaga, kata ya Kandaga, wilaya ya Uvinza. Nalima mazao tofauti tofauti. Nalima kilimo cha mahindi, nalima kilimo cha mpunga na maharage pia. Mimi kama mkulima kijana wa kijiji cha Kandaga, changamoto ninazokutana nazo kwenye kilimo ni nyingi, ambapo nafikia wakati sitamani kuendelea na kilimo. Maana wananiambia kwenye kilimo kwamba kilimo kina faida kubwa, lakini faida zake sizioni, kwa sababu elimu yenyewe sina ya kuhusu kilimo. Kama wakulima wenzangu hapa kijijini tunatamani sana kufanyaje, kupata elimu. Hatuna elimu zaidi ya kilimo. Ndio maana najikuta tunazalisha mazao madogo. Kweli tuna bwana shamba hapa kijijini, lakini bwana shamba ni mmoja na wana wakulima wa kijiji hichi tupo wengi. Kwa hiyo kama utategemea bwana shamba atakutembelea shambani kwako, atakutembelea kwa muda kulingana na wingi wa wakulima. Utakuta labda umemsubiri akutembelee ndio ujue kupata akutembelee akukumbusha kwamba kuweka muda wa mbolea umefika. Kumbe wewe umemsubiria bwana shamba hadi amalize mzunguko wake, kufika kwako unakuta labda ulishachelewa kuweka mbolea, ulishachelewa kupalia. Kwa hiyo unajikuta
umepata mavuno madogo. Hatimaye unakuta vijana wengi hapa kijijini, kulingana hatuna elimu sahihi ya kilimo, tunatamani kuachana na mambo ya kilimo. Tunaona kama kilimo hakina faida yoyote hapa kijijini. Kwa majina naitwa Samuel Hebola Ezekiel, ni mkazi wa kijiji cha Kandaga, halmashauri ya wilaya ya Uvinza. Vile vile mimi ni mhitimu wa chuo. Changamoto ya ajira imekuwa ni kubwa sana. Na hili jambo ni kila mtu ni shahidi katika eneo husika. Hapo awali swala la ajira haikuwa changamoto. Watu walikuwa wakimaliza chuo, baada ya mwezi mmoja, miezi miwili mpaka mitatu wanapata barua ya kwenda kufanya kazi. Sasa hivi imekuwa tofauti kidogo. Ajira imekuwa ni ngumu. Na wengine mpaka wamekata tamaa kabisa. Kwenye kutuma maombi hawatumi. Kwa ajira imekuwa ni shida sana. Sasa kwa sisi vijana, kila mtu anaona wahitimu ni wengi, kuanzia shule ya msingi mpaka chuo, wote wanalia juu ya ajira. Binafsi nawaza jambo la kufanya, muda mwingine mpaka nakosa, lakini kuna muda nafikiria kujiajiri mwenyewe kwenye baadhi ya mambo, mfano kwenye kilimo au biashara. Japo kwenye kilimo napo nawaza pembejeo zinahitaji hela, bado viuatilifu pia vinahitaji hela, lakini pia kwenye biashara napo kufungua biashara bado kuna mambo ya TRA. Lakini nafikiria kwenye kilimo nijaribu kufanya kwenye kilimo, lakini hapo nikiangalia bado kuna changamoto pia. Masoko, namna ya kuhudumia shamba, napo naona bado kuna changamoto. Binafsi nafikiria kwenye kilimo, lakini jambo la kufanya. Kwa majina naitwa Steven Joseph Sokoloza, ni mfanyabiashara hapa Kazulamimba wa ununuaji wa mahindi na maharage. Changamoto ambao tunaopitia sisi wanunuaji, sisi wafanyabiashara hapa sana, changamoto kubwa ni ya usafi. Kwa sababu mazao mengi tunanunua yakiwa machafu. Unapokuwa unamueleza mkulima anapokuwa ameleta biashara yake hapa sokoni, ukijitahidi kumuelimisha, kwa sababu mimi ninapokuwa nimenunua ile biashara inakuja na uchafu, ili mimi kule sokoni nakutana na changamoto nyingi. Hususan kuna vumbi, unakutana na mahindi yamepigwa na yale mahindi ambayo yameoza, wanaleta wao wanafikiria tu ni kuuza. Ila unapokuwa unajaribu kuwaambia wao, hilo swala hawapo, kwa sababu wako kwa ajili ya maslahi. Sasa sisi tunapitia changamoto. Kuna wakati unapeleka mzigo kama huu, unaupeleka sokoni, unaambiwa hapa ninaununua, napokuwa nimeupgrade kufikia kwenye vile unafika kule sokoni, ninaambiwa labda kila gunia naweza nikapata kilo 5 kulingana na uchafu ule. Sasa ule uchafu kwangu unakuwa changamoto, inakuwa ni hasara. Kwa majina naitwa Elvas Festo Mbogo, ni mratibu wa taasisi ya Nyakitonto Youth for Development Tanzania, ambao tuko hapa makao makuu mkoani Kigoma. Na kwa leo tunajaribu kuangalia sekta ya kilimo, namna ambavyo inachukuliwa na wadau mbalimbali. Sekta ya kilimo ni sekta ambayo inaonekana kama sekta ya watu ambao wameshindwa maisha, labda watu wazima ambao wamejaribu njia zingine kujipatia kipato wakashindwa, lakini pia vijana ambao wamekosa ajira, vijana ambao wameenda mijini kujaribu kujiajiri ikashindikana, vijana ambao wamejaribu njia zingine ili kuweza kupata ajira, kipato ikashindikana, ndio wanaamua kwenda kwenye kilimo. Kwa kilimo inaitwa kama sehemu ya adhabu. Na moja ya mazingira yanayopelekea hali hiyo ni pamoja na mambo yafuatayo. Cha kwanza, kule vijijini ambapo ndio wakulima wanakopatikana, hakuna upatikanaji wa kutosha wa pembejeo za kisasa. Mara nyingi pembejeo za kisasa ziko mijini, kwa wakulima wanapofuata unakuta bei iko juu, na ukiongeza nauli tayari wanakuwa juta kwamba wanapata pembejeo hizo katika mazingira ambayo kwao kile kipato chao sio vizuri, na mwisho wa siku wanaamua kutumia zana zao za kawaida ambazo wamezoea, ambazo kiuhalisia haziongezi kipato. Na hiyo nafanya mtazamo wa vijana walio wengi wakichukia kilimo, kwa sababu hawaoni wazazi wao wakipata ile mavuno ambayo yanakuwa promise kwenye kuelekea maisha mazuri. Kwa sababu hiyo wanaamua kukiacha kilimo. Lakini jambo lingine ambalo linaathiri kilimo ni kutokuwa na elimu ya kutosha. Wataalamu wanasema kwamba usipokuwa na taarifa sahihi
hauwezi kufanya kitu sahihi. Kwa wakulima kukosa taarifa za kutosha, kukosa elimu ya kutosha, kukosa mifumo ya masoko kunapelekea sasa wasione kama kilimo ni fursa kwao. Kwa sababu hiyo wanaamua kukiacha, na haya ndio mazingira ambayo tunayo mpaka sasa, inayowafanya vijana wengi wasione fursa ya kilimo kama ajira, na kwa sababu hiyo wako tayari kubaki bila kuajiriwa au wafanye zile kazi ambazo ni za short time, ambazo zinaweza kupatia kipato, lakini ukifuatia hizo kazi sio kazi ambazo zinaweza kupatia kipato endelevu kwa baadaye. Tunaweza kaopt labda kuwa yeye atakuwa labda atabeti, anafanya kubeti. Sasa ukifanya kubeti ni kazi ambayo inakupelekea kupoteza hela nyingi zaidi. Kwa ipo haja ya kuhakikisha kwamba kilimo kinaongezewa thamani, watu wanafundishwa, watu wanaunganishwa na wadau wa pembejeo, watu wanaunganishwa na masoko, ili kuweza kusaidia watu kuona kwamba kilimo sio adhabu, bali kilimo inaweza kuwa sehemu ya ajira. Na tukifanya hivyo, tutaona vijana wengi wakianza kukimbilia kilimo, na tutaona sekta ikikua, taifa likiongeza kipato, yani ile GDP, lakini pia vijana wengi wakiacha kulalamika kwamba hawana ajira, maana wataanza kujiajiri kwenye kilimo, wataanza kujiajiri kwa watu wengine ambao wanafanya kilimo, au wachakataji, wanunuzi, pamoja na wale watu ambao aggregators. Changamoto ya vijana katika suala la ajira limekuwa ni suala kubwa sana kwa sasa. Wapo wahitimu wengi sana wanapomaliza hawawezi kupata ajira rasmi serikalini. Zamani ilikuwa mtu akimaliza elimu ya chuo kikuu anapata ajira, lakini kwa sasa imekuwa ni tofauti kabisa. Wahitimu wengi vyuo vikuu, sekondari, shule ya msingi wanapomaliza imekuwa kinyume, hawapati ajira rasmi. Wadau mbalimbali, wasomi, washauri wa masuala ya kiuchumi na changamoto za kijamii wanalitazama suala la changamoto ya ajira kama bomu ambalo siku likilipuka litaleta taharuki kubwa kwa watu wote. Ndiyo maana AGRA na Mastercard Foundation wanashirikiana na shirika la Nyakitonto katika kuhakikisha kwamba kijana wa kike na wa kiume wanajiajiri katika fursa zilizojaa katika sekta ya kilimo, ikiwemo uuzaji wa mbegu bora na pembejeo, kilimo, uchakataji wa mafuta na ununuzi wa mazao.